Hebu angalia hii video. Niona jamaa mmoja anazungumza. Anasema mwanamke aliyezaa huwezi kumuoa. Sio kila aliyezaa ni malaya. Wala sio kila aliyezaa kabla ya ndoa ni muuni. Ni hivi, sijazaa. Sijawahi kuoa. Yanahangaika nini na mwanamke mwenye mtoto? Wala si kila aliyezaa kabla ya ndoa alipanga kuzaa kabla ya ndoa. Kuna watu wanapitia mazingira magumu, alafu wanaodanganya ni wanaume. Jamii haitegemei kuona mwanaume anamtukana mwanamke. Hao wanaume watoto wa kiume tuacheni wawe na standards. Jamii imewadanganya mno. Ni hivi, young man, msera. Mwanamke ana mtoto, achana naye. Kama wewe hauna mtoto, achana naye. Una watoto na unaona umri umeenda na yana watoto, ungeni familia. Nyote si mnaunganisha Simba na Yanga, inakuwa combined. Ninyi wenyewe wanaume ndio mnawalagai. Mimi naitwa Prophet IPM. Na kanusha hayo maneno. Unaweza ukamwoa mwanamke mwenye mtoto na mkaishi maisha ya amani sana. Wewe wajui yao, akizaa mtoto yule aliyezaa naye hawezi kumsahau. Yaani pastor, iko hivi. Ilitakiwa utuelekeze sisi vijana kupitia neno la Mungu ya kwamba Biblia kitabu fulani sura ya fulani na mstari wa fulani inasema hivi, mwanaume hata ukioa mwanamke mwenye mtoto haina shida. Hapo tungekuelewa. Kwa sababu wewe ni pastor. Ili watu sisi tukuelewe inatakiwa utujie na neno. Utujie na Biblia ndio tutakuelewa haraka. Lakini haujatujia na neno, umesema wewe. Lakini sisi tukiangalia kwenye Biblia, Mungu mwenyewe ambaye anatufanya tuishi mimi na wewe kwenye Biblia. Maana neno ni Mungu mwenyewe. Neno linasema hivi katika kile kitabu cha Mambo ya Walawi ile sura ya 21 na mstari wa 14. Asitwae mwanamke mjane wala aliyeachwa na mumewe. Tukimwangalia mwanamke mwenye mtoto alifanya tendo. Maana ya tendo ni ndoa. Hata ukioa na wanaume 10, wanaume 20 ulifanya nao tendo la ndoa. Wale ni waume zako katika ulimwengu wa roho, wamekuoa. Kwa hiyo huyu alioana na huyu mwanaume wakazaa mtoto. Na kama wameachana bado Biblia inasisitiza katika kile kitabu cha Wakorinto ile sura ya 7 na mstari wa 11. Biblia inasema, lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe au apatane na mumewe. Mwanamke mwenye mtoto ni mke wa mtu. Mwenye uwezo na mamlaka kukubali kubeba mimba ni mwanamke. Mwanamke, kama hautaki kuzaa kabla ya kuolewa, usile vitu vya mwanaume. Ukila tu vitu vya mwanaume na yeye atataka alale na wewe. Tatizo lao wana tamaa, wanapenda kuhudumiwa wakiwa bado kwenye uchumba. Yaani anapenda aanze kuhudumiwa kama mke. Wamama wa zamani ukiwakuta wanalea watoto peke yao, labda kafiwa na mume wake. Lakini wanawake wa sasa hivi ni wabishi. Wanadharau, wakiingia kwenye ndoa wanataka watawale wanaume, wamiliki wanaume, ndio maana wanaachwa. Na kama hajaingia kwenye ndoa basi kazaa kabla ya kuingia kwenye ndoa. Mwenye mamlaka ya kuruhusu kubeba mimba na kutokuruhusu ni yeye mwanamke. Mwanamke akikataa kulala na mwanaume, uzinzi hauwezi kutokea. Mwanamke akisema amesema. Yeye ndo ana mamlaka ya kuzuia uzinzi usitokee. Lakini wamejirahisisha sana wenyewe kwa sababu ya tamaa. Yaani wanatamaa sana. Wanapenda wawe wanahudumiwa kama mke wakati bado wapo kwenye uchumba. Yaani anataka mwanaume aanze kumhudumia kama mke wake wakati bado wapo kwenye uchumba. Na mwanaume akiona mwanamke anataka kuhudumiwa na yeye anataka anachokitaka, ndio kesi inapokuja kuanzia hapo. Mwanamke mwenye mtoto ni mke wa mtu. Waache dharau, watulie, waolewe. Kama alidanganywa aende akaoane na huyo aliyedanganyana, ataolewa na nani? Mume wake yupo hai, aolewe na nani? Na Biblia inakataza kuoa mwanamke aliyeachwa na mume wake. Wewe utaoaje mke wa mtu? Waende akaoane na aliyedanganyana. Si bado yupo? Kama vipi iwekwe sheria tu serikalini ya kwamba mwanaume akimtia mimba mwanamke amuoe. Lakini wanawake wenyewe wamejirahisisha sana siku hizi. Yaani mwanamke hajaolewa anaenda kufua kwa mwanaume, analala mpaka asubuhi, anatoa kila kitu, anapika. Sasa wewe mwanaume utaoa kwa sababu gani? Majukumu ya kutumika kama mke wa ndani anayafanya. Uoe uende ukatoe mahali kwa sababu gani? Wakati yeye ndo anajipeleka mwenyewe hapo. Mwanaume anatongoza ili aoe, mwanamke anaonyesha msimamo ili aolewe. Wanawake wote wakionyesha msimamo, mwanaume akimfuata mwanamke huyu, mwanamke anasema mimi siwezi kufanya chochote mpaka unioe. Na mwanamke mwingine, mimi siwezi kufanya chochote mpaka unioe. Lakini wao wenyewe wanajirahisisha, wanakubali kupokea vitu. Unapokea vitu, huyo mumeo unaanza kulalamika anitunzi, anihudumii. Akishakuhudumia na yeye anataka kuhudumiwa. Kila mmoja amhudumie mwenzake. Zamani ikitokea mwanamke ameachana na mume wake, walikuwa wanaachana kweli kweli, kwa sababu zamani walikuwa wanamchukua mwanamke wanampeleka kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanamke hata kama ampendi yule mwanaume, anapelekwa anaishi naye. Na ikitokea wameachana, yule mwanamke hawezi kurudi kwa sababu yule mwanaume ampendi. Lakini sasa hivi wanazaa wakiwa wanapendana. Kwa hiyo kuachana ni ngumu. Ni ngumu kuachana. Aisee, labda mjane ndo waolewe. Sasa hapo umewaambia ya kwamba hata wakizaa kabla ya kuingia kwenye ndoa wanaolewa. Umewapa uhuru wa kuzini. Nakwambia watazini hiyo fujo. Umo kanisani watazini. So wamepata ruhusa kutoka kwa mkuu, watazini. Watazini. Mjane tu ndo waolewe. Mjane ndo waolewe. Hao wengine warudi kwa waume zao. Waache uhuni, warudiane na waume zao. Hiyo tabia yao ya kujifanya hata wakiachana na olewa tena mara ya pili waache kabisa. Warudi kwa waume zao, waachane na uzinzi. Kama hataki kurudi kwa mume wake akae hivyo hivyo.